CHPs hoye! CHPs hoye! Vizuri sana. Nitataka wale ambao mmesimama pale, tafadhali karibu na wale ofisa, mtaketi ama mtaenda chini ndio mtuone. Nataka kwamba kila mtu atuone. Asante. Kama wewe wote kama umesimama uketi tafadhali. Hata wewe muungwana pia yeye kitu weka chini hapo. Hivyo. Asante. Your Excellency the Second Lady Mama Daktari Dorcas Gachagua, nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe hapa Kisii. Hao waungwana unaowaona hapa wote ni madaktari wa huduma ya kwanza. One, two. Weka volume bwana. 1 2. Haya, mnanipata sasa? Haya, wale kule ilikuwa ni simu imeenda kidogo. Sasa Oyali na hiyo timu yako tafadhali, na huyo ofisa nitawaomba mteremke hapo ndio hao wangwana watuone kutoka kule. Namna hiyo. Namna hiyo. Sawa. Haya, abantu bami ntombi ya more. Ndiya more naende. Emoko nganjira motegerere. Na ulikataa. Lero nonde gaiga. Moge ni yoito. Ayabwa the function egai. Na musabiro ochiracho kuba kwani. Mtoko korama skani ato kwani. Mama, nilikuwa nawaambia kwamba umefanya heshima kubwa kwa sababu ulikuwa na shughuli nyingine, lakini imebidi kwamba lazima usalimia wananchi watukufu kwa sababu ya kazi yao. Kwa hivyo nitakuwa mfupi sana kwa sababu tunataka tuchukue madaktari hapa. Nataka tupimwe sisi, mimi, mama atapimwa na watu wengine hapa. Hata county commander wewe pia utapimwa leo, ndio tuone vile mambo ilivyo. Na hawa wangwana wote wapimwe leo, tuone vile tulivyo. Tuone kama mtalinda maisha ya wananchi wenzetu ama vipi? Allow me, I may not even read this thing, but because it's short, allow me to read it. Your Excellency the Second Lady, my Deputy Area Member of Parliament, the honorable members of the County Assembly, county staff, community health promoters, ladies and gentlemen, I'm happy to preside over the launch of the kits for our community health promoters, CHPs. Here in Kisii County, we have prioritized community health services. So the issuance of CHP kits and the funds will go a long way in improving service in the area of promoting, rehabilitative and preventive health services through the CHPs, who are our first line of defense in healthcare. The legal basis of CHP's initiative is held in the National Community Health Strategy of 2006, which emphasizes a more productive approach of bringing health services closer to their household. Studies have shown that for every 1 shilling invested in the community health, Kenya reaps equivalent of 9 shillings in economic and social benefits. This means that the CHP's initiative is the only sustainable way in achieving universal health coverage with minimum cost.
To make it effective, community health is implemented through a community health unity, CU, which serves a definite geographical area covering a population of approximately 5,000 people or 1,000 households. Each unit is assigned one community health assistant and 10 community health promoters, CHPs. Each CHP serves 100 households. All community units are linked to health facilities. The service offered by a CHP includes advocacy, promotive services, best curative and rehabilitative services. CHPs supports all programs of the community level, very instrumental during immunization, outreaches, need distributions, identification of indigenous, disease surveillance, follow-up of patients, and many others. The Kisii County community health coverage stands at 100%. All regions have a community unity. We have 2,940 community health promoters supporting 294 community units in the county. The 294 community units are supervised by 294 community health assistants and the community health extension workers. I'm happy that all CHPs have been trained in all service delivery modules, and they are also recently trained in the electronic community health information system, that is CHIS. I hope you have been trained and you are well prepared. Okay, na mimi nitafanya kazi yangu. Mnajua ile ambayo nafaa kufanya, si ndio? Nitafanya. The kits and phones we are issuing were procured by the national government, and I thank the Ministry of Health for delivering the kits to Kisii. Today, 2,841 CHPs will receive a kit with assorted items, including a phone cover, and a screen protector. The kits will improve the scope and the quality of service offered by CHPs, such as earlier diagnosis of diabetes, growth monitoring, CHP identity, blood pressure and monitoring, and so forth. The phones will facilitate the digital community health information system and enhance the capacity of community health workforce to effectively collect, collateral and report community health data real time. On CHP deliberations, and this is important, the county government commenced the payment of CHP's stipends as way of motivating them. The national government has made plans to enhance this stipend by an additional of 2,500 shillings per CHP per month. And hopeful, I know hapa lazima watu wanungunike. Si ndio? Pesa ijafanya nini? Nitaongea hiyo. Najua lazima mngungunika hapo. In order to beef up community health services, we have established 2 primary health care networks in 2 sub-counties, and we are in the process of establishing other remaining 7 primary health networks. Allow me to mention one thing. I know you have just said, pesa ijaingia. Mnataka ingie? Hapo lazima pesa. Pesa ndio dawa ya nini? Haya basi. Allow me to mention this, that with those many remarks,
I want to take this opportunity now, again, after the second lady has spoken to us, we will launch officially, we'll do it, but allow me, Your Excellency, to mention two things. Yule mtu anele lazima utaweka sauti, wanasema hawasikii. Kuna mtu anaguzaguza hizo mic hapo. Mheshimiwa Daktari Dorcas, hii Kisii sisi tuko tayari. Unaona hawa wananchi wanatoka kila sublocation, wanatoka kila ward. Mwewe na kumwewe na mwewe. Wewe bana, wanasema sasa mmenipata? Yule mtu anaguzaguza hapo hizo vitu, tafadhali tupe mic hapo, sawa. Nataka niseme kwamba hii hawa madaktari, nilipoingia ofisini tuliketi na wao hapa, tukakubaliana watatusaidia katika mambo ya kuhakikisha afya ya wananchi wetu imeimarishwa. Na nataka nishukuru serikali kuu kupitia kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu tulilaunch program hii Nairobi. Sisi imetuchukua muda kidogo kwa sababu tulikuwa tunangojea some kits which have not even now arrived, lakini ikanibidi kwa sababu tumepata 2840 tuipeane tukingojea ile nyingine. Leo hii asubuhi nimekuwa na pia na mkutano mwingine kubwa kiasi hii ya nurses, all nurses in the county ambao wamekuja. Nimechukua data, nataka nione ni wangapi niko na wao na nione kama nitawapea kazi. Na nashukuru kwa sababu nyinyi ndio mliwaleta. Mlienda mkafanya kazi nzuri. Na nataka niseme hili, asanteni sana kwa sababu ninyi mlinisaidia wakati wa Christmas ku identify watoto ambao wa needy na tumepeana forms for bursaries. Lakini nataka niwaulize tafadhali tena. Leo asubuhi nimeona mtoto hapa, mama yake alikuwa ni kibofu. Yeye mtoto huyo ndio baba, ndio mama, ndio anasimamia watoto wengine na pia wote ni wagonjwa. Huyo mtoto mliona kwa TV. Tumechukua yeye shuleni, tumelipia school fees. Lakini nataka niwaombe tafadhali, mtoto yeyote ambaye ni mwerefu ako na max 300 kuelekea juu na yuko nyumbani, nataka muelezee MCA wenu tuone vile tutawasaidia. Kwa sababu hapa Mheshimiwa Daktari, sisi hatuna shamba. Shamba imeisha. Shamba imebaki ni kwa akili. Na lazima tuhakikishe kwamba tumepalilia akili hii vizuri, tuone kama tutasaidia wananchi watukufu. Mwisho nikubalie niseme hili, na siongei siasa kwa sababu mgeni yuko hapa si mwanasiasa, yeye ni bibi ya mwanasiasa, lakini utasikia siasa kidogo tu. Na siasa hii ni siasa kama mama wa taifa. You can call order to where there is disorder, because again wewe ni mhubiri, na mhubiri haezi ona dhambi aichekee, lazima aifanye nini? Aikemee. Kuna dhambi mbaya sana hapa Kisii, dhambi ambayo shetani lazima ashindwe, na wahubiri hapa wanaamini shetani lazima afanye nini, na hawezi fanya mchezo na shetani. Shetani ni mbaya, shetani ni muuaji, shetani atafanya maovu mengi katika wananchi. Nitaomba tafadhali, unapotuombea kama nchi, uombee dhambi hii ambayo imekuja Kisii. Si mnaijua? Nasikia hawa wanajua hiyo dhambi, na nyinyi mtatuombea hiyo dhambi ifanye nini? Nimeuliza pale chini afisa wetu, wana county commander na maafisa wako, tafadhali tufanyie wananchi wetu haki. Nyinyi ni maafisa, mmefundishwa vizuri,
bila mapendeleo yoyote. Tunaomba tusichukue ama tusikue na partiality when we are serving our people, because tumegundua kama serikali, kama polisi wangekuwa wako makinifu, askari aangalii kando, upuuzi kama hii, dhambi kama hii ingekuwa ingeingia hapo, ingekuwa kwamba imesuluhishwa. Lakini nimesema mama, yale uliyoona juzi hayatatokea tena. Yale ambayo yalitokea kule South Mugrango, Nyakembene, mahali watu kina mama ambao walikuwa wamekuja kuchukua forms, wajawazito, wengine walemavu, watoto walikuwepo, risasi zilipigwa, kina mama walivunjika. Daktari Matiko yuko hapa, watu wametibiwa hospitali hii. Daktari simko hapa, watu wametibiwa hapa. Huyu mama, huyu daktari, nataka tu daktari kuja. Dr. Mtonga yuko hapa? Hayuko. Mama huyu daktari, wacha nipeane example. Mimi nimempata hapa, ndio director of medical kwa county yetu. Tumetuma yeye, kuna mashini 3 kwa hospitali ya Nduru. Tumetuma yeye aende achukue. Huyu jamaa, Mungu ndiye alisaidia yeye. Alikuwa anyongwe, yule daktari Mtonga mwingine mpaka kisu, alidungwa kisu kwa sababu ya kubeba mashine wakifanya kazi. Wale ambao walihusika katika huo unyama hadi wa leo hawajakamatwa. Kipindi kingine ambacho kilitokea ni kwamba watu katika mikutano hii, ndio dhambi, naomba tafadhali uiombee. Huyu Mungu ana si Mkisii, Dr. Mtonga si Mkisii, au kuwa na mahali pa kutoroka, na hao wote wanaumia katesi ya wale ambao wamepewa vyombo vya usalama, kwa sababu wanaangalia hivi mtu mmoja na operate kama remote kwa hoteli, kwa simu, kila kitu. Tafadhali, mimi nimeuliza watu wangu, daktari mwingine huyo alipigia bibi yake simu kule Meru akimwambia mimi nimekufa, tafadhali mke wangu linda watoto wangu kwa sababu nimekufa katika kazi. Lakini uzuri county commander alifika mapema. Huyu county commander ndiye alisaidia huyo daktari, angechomewa ndani ya hospitali. Kati ya mtu mmoja peke yake ambaye anazunguka anadanganyana katika ofisi, anazunguka ofisi ya rais, ya deputy president, anaongea mambo maovu. Naomba tafadhali utakapokwenda wewe peleka ujumbe huu. Wewe kama mama watakusikiza, kisi itapona, kwa sababu wewe umekuja wakati dhambi hii ikiendelea na utaiombea. Daktari, asante. Hii ndio siasa pekee yake, hata sio siasa, ni haki kuongea haya, kwa sababu wewe ndio mama umekuja. Utakaporudi peleka ujumbe huu. Sisi tunaheshimiana na serikali kuu, tutafanya kazi vile inavyohitajika. Ile kitu nimekwambia asubuhi, mtoto wa miaka 5 amenanyiziwa hapa Magena. Askari wamekamata yule mtu. Huyu mtu mmoja anapigia huyu askari, anamuuliza wewe umeshika huyo mtu, lazima umwachilie. Mtoto wa miaka 5, how can you rape mtoto wa miaka 5? Na mbunge achukue simu apigie askari awaambie kwamba lazima muachilie huyo mtoto, kama sivyo utapiwa transfer. Afadhali huyo askari apiwe transfer, lakini huyo mtu afikishwe mahakamani. This is a country ambayo iko na sheria. We cannot accept. We will defend the constitution by all means. Kwa hivyo mimi nataka nichukue nafasi hii, mama, utakapotuongelesha, give us hope. Kama mama atupe hope, aombee. Mama Rachel, nimesema mapema, tumekuwa na yeye hapa. She has given us hope. You will give us hope and they will continue. Hata hope ndio inatufanya tunangojea kwamba Yesu atarudi. Kama hakuna hope, hatungekuwa tunangojea Yesu Kristo, ama vipi? Mimi nataka niachie hapo leo hii, baada ya mama kumaliza, na nitakapomruhusu kuondoka, nitabaki kuongea na nyinyi vilivyo, ndiposa niwaambie vile mambo tumepanga, ama vipi?
Kwa hayo mengi nikupalie ni